nataka unifuate kimakini. Ni kuhusu sadaka ya ukumbusho, ama matendo ambayo inaweza fanya Bwana akakukumbuka. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Basi nataka niseme Bwana ni mwaminifu na ni mkuu katika nyumba yake. Ujumbe wa leo vile nimesema, nataka ufungue nami Biblia. Nataka kuzungumzia kuhusu mtu mmoja katika Biblia ambaye alikuwa anaitwa Dorcas. Bwana Yesu asifiwe. Watu wengi wanajua kuhusu huyu mtu ambaye anaitwa Dorcas. Katika nyumba ya Bwana alikuwa na vipawa tofauti. Alikuwa mtumishi wa Mungu ambaye alikuwa anafanya matendo mema katika nyumba ya Bwana. Bwana Yesu asifiwe. So kwa hivyo nataka ninapoleta hii ujumbe utafakari ndani ya moyo wako, uangalie uone ya kwamba wewe unaweza kuwa Dorcas katika nyumba ya Bwana ama unaweza kuwa nani katika nyumba ya Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa sababu Dorcas alikumbukwa kwa ajili ya matendo yale alikuwa anafanya katika nyumba ya Bwana. Sema amen. Amen. Basi huyu mtu alikuwa ni mwanafunzi. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Alikuwa mwanafunzi na jina lake kwanza alikuwa anaitwa Tabitha. Lakini katika utafsiri ikawa anaitwa Dorcas. Na alikuwa mtu mwema ambaye alikuwa anafanya vitu vizuri vya kumpendeza Kristo. Na ukiangalia historia yake, wakati mwingi alikuwa anatumikia Mungu. Alikuwa anatoa vitu vyake akitumika katika nyumba ya Bwana. Matendo yake kwa urefu, alikuwa anatumia nafasi mwingi kufanyia Mungu kazi yake. Lakini ilipofika wakati akadhoofika, alikuja akafa. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Lakini katika hali yake ya kufa, ilifika wakati mtu mmoja ambaye ni Petro akatoka akaenda katika ule mji. Alipofika katika ule mji, alipata watu wanalia. Wale alikuwa wamefanyia mazuri, wanaomboleza wakilia, wakikumbuka wakisema ya kwamba angalia hii, hata hii nguo ambayo nimevaa ni yeye alinishonea, hata hii kitambaa nilicho nacho ni yeye alinishonea. Amen. Kwa hivyo wakaendelea kukumbuka katika hiyo matendo yake. Bwana Yesu asifiwe. Ikafika Petro akaenda akaonyeshwa kanzu mbili ambazo huyo dada alikuwa amezishona. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Lakini Petro akaenda akatamka jambo kwa ajili ya hizo kanzu mbili. Na alipoenda kutamka jambo, ilifika wakati akasema ya kwamba kweli kwa ajili ya matendo yako yale ambayo ulikuwa umefanya, na Mungu akumbuke hilo tendo. Mungu akumbuke zile vitu ambavyo ulifanya katika nyumba yake, na aweze kukurudishia uzima na uinuke tena. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ikafika aliposikia hiyo sauti ya Petro, alifunua macho, akarudi akainuka na akaweza kuketi. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo mchana wa leo nataka ujumbe huu uanze kufikiria na kutafakari moyoni mwako, ni tendo gani ambalo linaweza fanya Mungu akakutoa katika mauti ambayo ni mauti ya shida, ambayo ni mauti ya mihangaiko, na akakurudishia uzima tena. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Matendo ya Mitume 9 mstari wa 36. Biblia inasema mstari wa 36, na mwanafunzi mmoja alikuwako Yafa, jina lake Tabitha, tafsiri yake ni Dorcas, yani paa. Mwanamke huyu alikuwa amejaa matendo mema na sadaka alizozitoa
Ikawa siku ile akaugua akafa. Hata alipokwisha kumuosha, wakamweka orofani. Na kwa kuwa mji wa Lida ulikuwa karibu na Yafa, nao wanafunzi wamesikia ya kwamba Petro yuko huko, wakatuma watu wawili kwake kumsihi na kusema, usikawie kuja kwetu. Petro akaondoka akakutana nao. Alipofika wakampeleka juu ya orofani. Wajane wote wakasimama karibu naye wakilia na kumuonyesha zile kanzu na nguo alizozishona Dorcas wakati ule alipokuwa pamoja nao. Petro akawatoa nje wote, akapiga magoti akaomba, kisha akaelekea yule maiti akanena, Tabitha, ondoka. Naye akafungua macho yake na kumuona Petro, akajiinua akaketi. Akampa mkono akamuinua, hata akisha kuwaita wale watakatifu na wajane, akamweka mbele yao hali yu hai. Bwana Yesu asifiwe. Basi tumesikia kwamba alipofika wakati wa kuugua kwake, akaugua na akafika wakati akaaga dunia. Bwana Yesu asifiwe. Lakini katika kuaga kwake hakuaga kama mtu mkafiri, maana Biblia imetuambia kwamba alikuwa amejaa matendo mema. Katika sadaka zake alikuwa anazitoa katika kanisa la Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Alikuwa anajulikana kwa sababu alikuwa anashona vitu vingi akipeana watu. Lakini sasa ilipofika wakati, ndipo akakumbuka ya kwamba zile vitu ambaye alikuwa anashona, alikuwa anatoa kama tu mwanadamu vile unaweza kutoa, lakini hakuwa anajua kwamba ni akiba anajiwekea. Siku ingine itafika na itakumbukwa hiyo akiba yake. Bwana Yesu asifiwe. Basi siku ya mwisho ilipofika, hiyo akiba yake ilichukua nafasi, ikawa kwamba sasa alianza kukumbukwa. Watu wawili wakatumwa, walimwendea Petro wakamwambia kwamba, na usikawie kuja kwetu. Kweli Petro akaenda. Alipofika mahali pale akapata ya kwamba huyu mama ameshakufa, hata ameshaoshwa, ameshawekwa orofani. Bwana Yesu asifiwe. Lakini Petro na imani ambayo Mungu alikuwa amemjalia, aliingia katika ile nyumba na akatoa wote ambao walikuwa analia, wale walikuwa wanaomboleza, akawaambia tokeni nje. Bwana Yesu asifiwe. Basi Petro akapiga magoti mahali pale, akaanza kumuomba Mungu, akaambia Mungu, sasa imefika wakati wako. Kumbuka matendo ya huyo dada, yale ambayo alitenda katika nyumba yako, zile sadaka ambazo alifanya katika nyumba yako. Leo Bwana ninakuita ili ujitukuze na umuinue tena. Kweli katika hilo jina, Petro akaita jina Tabitha, akamuita Tabitha, akarudia tena. Ikawa ya kwamba aliposikia hiyo sauti, licha ya kwamba alikuwa mauti, lakini alibadilika, akafungua macho yake na akarudi akamwangalia Petro. Bwana Yesu asifiwe. Alipoangalia Petro, akainuka tena, akamupa uzima, na uzima ikaonekana, akarudi tena kusimama upya, ili ya kwamba kweli sadaka zake zikaukumbusho. Bwana Yesu asifiwe. Nataka mchana wa leo, mpendwa ndugu ama mpendwa dada, uanze kutafakari ni kitu gani hii ambayo wewe umemfanyia Mungu, ambayo unataka leo akukumbushe. Umkumbushe Mungu mchana wa leo, umwambie Mungu, kumbuka tu katika nyumba yako mimi nikiangalia kitu fulani ninafanya, ninakutukuza. Nikiangalia kitu fulani niliwefanya katika hii mikono yangu, ninakuomba Mungu wangu leo unikumbuke
hiyo, ili ya kwamba na mimi unibariki, ili ya kwamba na mimi unisamehe dhambi, ili ya kwamba na mimi unioshe tena, ili ya kwamba unipe uzima wangu tena, ili ya kwamba unipe uhai wangu tena, ili ya kwamba uweze kunisamehe dhambi, ili ya kwamba uweze kunipa uponyaji tena katika nyumba ya Bwana, kwa sababu Bwana anataka mtu ambaye atamkumbusha. Maana mtumishi wa Mungu ako mbele yako leo, anakukumbusha ya kwamba matendo yako yale uliyotenda ndiyo itahesabika mbele za Bwana siku ya leo. Ikiwa wewe ndio yule moto, matendo yako ni ya vita tu, kumbusha Bwana, umwambia kwamba leo mimi matendo yangu ni ya vita, matendo yangu ni ya uchochezi, na umrudie Mungu, aanze kuomba msamaha. Umwambie Mungu, nisamehe ili na mimi nibadilike, niwe na matendo mema katika nyumba yako. Sema amen. Amen. Yes. Haleluya. Amen. Basi Biblia inaniambia kwamba Petro alipoingia kwanza, watu walikuwa wanalia wakimuonyesha hata kanzu zile alikuwa ameshona na vitu vizuri vile alikuwa amefanya. Hawakumwambia kwamba akapeleka udaku, hawakuanza kumwambia kwamba huyu mama alikuwa mbaya, hawakuanza kumhesabia matendo yale mabaya, lakini walianza kukumbuka yale mazuri ambayo alikuwa amefanya, mazuri ile ambayo Bwana alikuwa amemjalia kutenda. Hiyo ndio ilifanya akaamka tena, akapata ushindi tena, akasimama. Sijui wakati alimaliza kuwa mzima alitenda matendo makali makubwa kiasi gani kuliko ile ya kwanza. Haleluya. Amen. Biblia inaniambia kwamba walikuwa wanalia, lakini Petro alipiga tu magoti. Hakuenda na dawa, hakuenda na maji, hakuenda na misima, lakini alipiga magoti tu, akaambia Bwana, ninakuomba, maana ninajua kwamba Bwana wewe ndiye unayekumbuka matendo ya huyo dada ambaye alitenda. Kwa hivyo ninakuomba Mungu wangu, ukumbuke ile tendo hilo moja tu, na ukarudishe uhai, ukamtie roho ya uzima tena, ili akaweze kusimama. Sema amen. Amen. Yes. Ni nini unakumbusha Mungu wewe? Ni nini unakumbusha Mungu katika nyumba ya Bwana? Kuchochea wengine? Kuangusha wengine? Bwana asifiwe. Amen. Ni kitu gani ambayo utakumbusha Mungu? Nataka utafakari ndani ya moyo wako. Hata ni kama ni ile jambo libaya ambalo ulitenda, hiyo pia kumbusha Mungu. Mwambie, katika siku hii nikafanya mwenzangu akaangamia, Baba yangu ninaomba unisamehe, na Mungu akusamehe, aweke matendo mema ndani ya moyo wako, ndani ya maisha yako, ili na wewe ubadilike, ukae kama Dorcas katika nyumba ya Bwana. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Petro alitangulia kutoa. Kuna wakati mwingine haistahili umati. Haistahili umati, inabaki ni Mungu na wewe na mtumishi wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa sababu Petro alijua kwamba akiwaachilia hiyo umati ikae pale, wale watu ambao walikuwa wamekaa katika hiyo nyumba wangeanza kusema kwamba huyu naye anajisumbua nini, huyu ameshakufa, achana na yeye. Kuna watu wa kukuvunja moyo, ni lazima ujiepushe na hao, ujiondoe kwa katikati yao, ili ya kwamba Bwana akurudie. Bwana Yesu asifiwe. Saa ingine maombi yako inastahili ni wewe na Mungu wako, haistahili kwenda katika umati. Kuna shida ambayo inaweza kuwa inakufinya, inahitaji tu wewe na Mungu wako. Mtu wa tatu ni mtumishi wa Mungu. Ite yeye, mwambie hapo, mtumishi wa Mungu, mimi hapa ninaomba unielekeze. Hapo ndio atakuelekeza na utaona breakthrough. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu Petro hakuenda na umati,
Alijua kwamba nikienda katika umati wengine watanikejeli, watasema kwamba huyu mtu ameruka kichwa. Unaenda kwenye mtu amekufa, unaenda kumwambia kwamba atapata uzima? Hapana. Lakini akawa na hekima, akaona ya kwamba chenye nitafanya, wacha nitoe watoke nje kwanza. Lakini waliporudi walipata uzima imerudi. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Waliporudi ndani ya nyumba walipata Tabitha ameketi, Dorcas ameketi, Yes. anaambia watu matendo mema, anazungumza, anashuhudia wema wa Bwana. Hakukaa akaanza kulia. Alikaa akishuhudia wema wa Bwana. Kaanza kuambia watu vile Mungu anaponya, vile Mungu anaokoa, na ni kwa matendo mazuri. Haleluya. Amen. Kwa katika nyumba ya Bwana pendwa. Lakini ukiangalia Mungu mwenyewe akipiga darubini, anaona masumbufu tu, anaona mihangaiko tu, anaona vilio tu, ndivyo unaweza mkumbusha. Anaona masengenyo tu, ndio unaweza mkumbusha. Lakini tendo chema huwezi mkumbusha Bwana. Leo hii kumbusha Bwana, umwambie hata kama ni maji tu ya shilingi 20 ulinunua, kwa moyo wako ambia Mungu, leo Mungu ninakuomba ukumbuke ile maji nilinunua tu. Amen. Ninaomba Mungu ukumbuke Yes. ile kitu nilifanya katika nyumba yako. Naomba Mungu ukumbuke tu ile ibada ambayo nilikufanyia. Amen. Ninaomba Mungu ukumbuke tu ile wimbo ambayo niliimba, utukufu ukashuka. Hallelujah. Halafu Mungu wangu ukabadilishe. Kama ni kazi ulikuwa unataka, kumbusha Mungu tendo moja tu, na si kwa mizaa, kwa kumaanisha, Hallelujah. ili Bwana akatende jambo. Amen. Yes. Haleluya. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Ukiangalia ndio hii maneno uweze kuiweza, iko na gharama yake, si rahisi. Baraka asiokotwe, baraka asikuji bure, ziko na gharama yake. Haleluya. Lazima ujue ya kwamba njia ya kutafuta baraka katika nyumba ya Bwana ni ipi. Njia ya kutafuta ushindi ndani ya maisha yako ni ipi? Haleluya. Wakisema kuomba, unaona kama umechoka, unachoshwa. Wametuchosha na maombi. Ukisikia kwamba ni kufunga, mimi siwezi ruka chakula. Ukisikia ni kutoa, mimi sina fedha. Ukisikia kwamba ni kumwimbia Mungu, mimi sijui kuimba. Unaweza nini? Chenye utakumbusha Mungu, utaweza nini? Bwana Yesu asifiwe. Amen. Chenye utasimama na uweze kumkumbusha Mungu, kumwambia kwamba Bwana, siku hii nilikuimbia, siku hii nilicheza kwa nyumba yako, siku hii nilikurukia. Haleluya. Amen. Unafaa uwe na kitu yenye utamkumbusha Mungu. Hallelujah. Najua ya kwamba Bwana ako tayari kubariki mtu mahali hapa. Bwana ameandaa baraka zake mahali hapa. Haijalishi wewe ni kijana, haijalishi wewe ni mama, haijalishi ni umri gani, lakini Bwana ameandaa baraka mahali hapa. Amen. Lakini anataka tu wewe mwenyewe na kinywa chako utamke na umkumbushe, umwambie Bwana, siku hii nilikuwa siwezi, lakini nikafanya hii, ukaniwezesha nikafanya hii. Siku hii waliahidi mkutano, nikaenda nikatangulia kuingia katika mkutano. Siku hii waliitana ya kwamba kuna siku ya maombi, nikatangulia nikaenda ile maombi. Mungu nikumbuke katika ile ombi ambayo nilienda nikaomba mahali pale. Haleluya. Wangapi wako na kitu ya kumbusha Bwana? Amen. Wale wako na kitu ya kumkumbusha Bwana, nataka kuomba nao.
Haleluya. Nataka kuomba na wale watu wako na kitu ya kumkumbusha Bwana. Kama una kitu ambao unaweza kumkumbusha Bwana, simama juu. Haleluya. Kumaanisha hii kanisa hakuna mtu wako na kitu yenye anaweza kumkumbusha Bwana. Sisi wote. Kwa nini? Masi, una hata cha kumwambia Bwana? Ya kwamba hata kuna siku niliomba. Una. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Basi tuko hatarini. Ukweli wapendwa, tuko hatarini. Ikiwa utakosa kitu ya kumkumbusha Bwana, ikiwa utakosa kitu ya kushikilia, waambie Bwana, hii kitu Bwana mimi ndio nilitenda kwa mikono yangu hii. Baba, ninakuomba uniwezeshe nitende zaidi ya hii. Tuko hatarini. Haleluya. Amen. Tusimame juu.